for every presidential aspirant have political manifesto that acts as a guide for both voters and party itself on key issues they intend to address in the country in the event of winning an election. Was this his manifesto? Fred Matiang'i kwa sasa ndiye anayepigiwa upato mkubwa na Wakenya wengi, akidaiwa kuwa mgombea rais anayefaa zaidi kumvua madarakani rais wa sasa William Ruto. Aidha, kwa sababu ya misimamo yake thabiti ifikiapo ni kutumikia taifa la Kenya. Yale ambaye nimeweza kuyatimiza kwa uongozi wangu singeweza kutimiza kama singekuwa na ile team nimekuwa naye. Na moja ambaye amekuwa bulldozer wangu, shujaa wangu, ni huyu amekaa, anaitwa Bwana Fred Matiang'i, ambaye amenisukumia kazi. Na diposa azma ya mgombea rais yoyote iweze kufanikishwa, ni sharti awe na washirika wake wa kisiasa. Na jinsi mambo ilivyo kwa sasa ni kwamba Dr. Fred Matiang'i tayari amejiunga na mrengo wa naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua. Kwa njia isiyo ya moja kwa moja, Dr. Fred Matiang'i amezidua ama ametangaza manifesto yake iwapo atachaguliwa kama rais wa sita wa taifa la Kenya. Fred Matiang'i akiongea na wananchi na viongozi wa shirika wake katika makazi ya Rigathi Gachagua wa Munyoro, amekuwa na haya ya kusema. Hata tukikaa vile tumekaa hivi, and for the short time I've been here listening to people, we have very serious challenges in our country right now. The anguish and pain of our people, however you try to segment them, ukizungumza na watu hata kama ni wazazi wa shule, some of our children are not going to school, some of our institutions are closed like Moi University. You can see the challenges we are dealing with. There are people crying about the health services. We have very serious challenges in our country. Fred Matiang'i kwa hakika utaezana na siasa za hapa nchini. Watu wengine walikuwa wananiuliza eti wewe tunataka urudi kwa public life. Are you serious? Nikasema there's no time in my life I've never been serious. Because wakati nilikuwa Minister for Education, mimi kazi sio shida kwangu, na kwanza kazi ikitajwa mimi nachangamka sana. Nilikuwa nafungua container ya mtihani saa 9 usiku. Napiga shule 15 hapa, naanzia Mugwai kule Bishop Katimu Ngandu Girls, naenda kumalizia pande ile ya Nyeri huko juu. And I was all over the place. The following day I would be in Kambiamoto, opening containers at 3 a.m. in the morning, kupigana na wakora wa kusumbua watoto wetu kwa shule. Sasa mimi niko tayari kupigana na watu kama hao, ndio kazi yangu. Mimi niko tayari. Ni kana kwamba Wakenya kwa sasa hawana imani na serikali tawala. Endapo Dr. Fred Matiang'i utashinda urais, utawala wako utakuwa tofauti kivipi? We need to restore the faith of government so that people can trust the government again. But serikali ikikwambia kitu, kiongozi wa serikali akikwambia kitu, you can go to sleep and trust what they are telling you. Sio eti mnaambiwa hii tunacheza na wananchi vile tunacheza hivi. Kwa hakika Fred Matiang'i umekuwa ukitazama jinsi siasa za hapa nchini zimekuwa zikitekelezwa. Maoni yako na ushauri wako kwa Kenya ni upi? Kenya ni watu wanajua vile tunataka kwenda mbele. Don't lose hope. Tukae pamoja, tushikane na hawa ndugu zetu hapa na dada, tushikane pamoja. Mungu atatusaidia, tutafuka hiyo daraja, na tukivuka hiyo daraja tutaenda mbele. We will fix our challenges. Hizi zote tutatengeneza. Let us not turn against each other. Hii vile tunaambiwa hii maneno ni kabila hii, ni hawa ndio wanataka kuleta shida, ni kabila hii inataka kuleta shida. Hakuna kabila inataka kuleta shida dunia hii. Makabila ni mawili. Wale sisi ambao tunataka maendeleo kwenda mbele, na kabila ingine ya wale ambao hawataki maendeleo wanatusumbua. Na mimi nafikiri sisi sote tuko kwa kabila moja, ile ambayo inataka tuendelee mbele vizuri, ama namna gani? Mungu na wabariki wananchi. Ni usemi ambao unatarajiwa kuleta mabadiliko ya jinsi serikali inavyotekeleza na kusambaza huduma zake kwa mwananchi, hasa katika sekta ya elimu na ile ya afya. Kwa Rais William Ruto huenda kabadilisha na kufanya hesabu mpya ya jinsi ya kutekeleza siasa zake ili aweze kukabiliana na uvumi wake Fred Matiang'i. Hapa ni Neo Media, kituo nambari 2 nyuma ya hakuna, na kama ilivyo desturi, mtazamaji wangu, na kuomba ukubuke kubonyeza subscribe button na kisha alama ya like.